Mdahalo huu ambao unahusu nguvu kazi yenye ujuzi kwa maendeleo ya taifa. Labda tuanze kwa kujiuliza maswali mawili. Nguvu kazi ni rasilimali iliyosahaulika au ambayo haijatumika vizuri? Ninaamini haya maswali mawili dira hii 2050 inaenda kuyajibu vizuri. Pengine tuna nguvu kazi kubwa ambayo tunazungumzia, profesa ameeleza vizuri, zaidi ya 70% ya Watanzania wana umri chini ya miaka 35. Sasa hiyo ni nguvu kazi kubwa ambayo tunayo, tayari tuna watu, resource. Je, tumeitumia vizuri au tumeisahau? Kwa hiyo dira inatakiwa utekelezaji wake ukajibu hayo maswala mawili. Lakini tuna vijana chini ya vijana wa nchi hii wenye umri wa miaka chini ya 35 ni karibu 34%. Kwa hii inatupa picha kwamba tayari tuna watu, tuna nguvu kazi kubwa, lakini kuna mahali ambapo pengine bado tunahitaji kufanyia kazi. Lakini tukiangalia kwa takwimu za sasa, kwa 13% tu ya vijana ambao wanamaliza elimu ya msingi na vyuo vikuu ambao wanaweza kuajiriwa na vyuo vya kati, hao wengine wanakwenda wapi? Kwa hiyo bado tunatakiwa kutafakari njia bora na sahihi za kuweza kutoka hapa tulipo. Lakini sekta binafsi ina mchango gani katika hili? Mchango wa sekta binafsi, kulingana na takwimu za Benki ya Dunia za mwaka 2023 zinazungumzia 70% ya ajira zote duniani zinazalishwa na sekta binafsi. Kwa maana hapo serikali nyingi zinachukua kama 30%. Lakini ukiangalia pia pato la taifa hata kwa Tanzania tu zaidi ya 65% inachangiwa na sekta binafsi. Kwa sekta binafsi ina nafasi kubwa sana ya kujenga nguvu kazi ambayo inatija kwa taifa na kutoa mchango. Tuna mifano ya makampuni makubwa hapa Tanzania ambayo yameajiri watu wengi sana, lakini na wanawajengea uwezo. Lakini hofu ya sekta binafsi iko wapi? Ambapo hapa pia serikali inabidi mtusaidie kuitoa hii hofu, kuja na mipango ambayo itaiondoa sekta binafsi hofu ya kuwajengea uwezo wale watu wanaowaajiri. Unamwajiri leo, baada ya miezi unamjengea uwezo, unampeleka kwenye mafunzo, baada ya miezi mitatu anaacha kazi, anaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunakuwa na hofu kwamba sasa mimi natengeneza mtu wa kwenda kufanya kazi sehemu nyingine. Lakini kama serikali imeweka incentives za mimi kumtengeneza huyu mtu, akitoka kwangu akienda sehemu nyingine nitachukulia kwamba ameenda kufanya kazi kujenga taifa katika eneo lingine, kama ambavyo watumishi wa umma wanaweza kuhamishwa muda wowote. Lakini hofu kubwa ya sekta binafsi ni kwenye kuwajengea uwezo. Tunafahamu tunalipa service levy SDL kwenye kila mtu anayeajiriwa, lakini muda mrefu tumekuwa tukizungumza namna gani ile SDL inaweza kurudi kusaidia sekta binafsi kujengea uwezo watu wanaowaajiri. Kwa hii hofu tunakwenda kutekeleza dira hii ni muhimu tuiangalie vizuri. Lakini ushirikiano unaweza kufanyaje kazi zaidi kati ya sekta binafsi, vyuo, lakini pia na serikali? Ukiangalia nguvu kazi bora haiwezi kujengwa pasipo elimu bora, na tunaipongeza serikali kuchukua nafasi ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania huko tuendako anamaliza elimu ya msingi angalau ili awe na elimu. Lakini kumaliza haitoshi. Je, anamaliza akiweza kufanya kitu gani huko duniani? Lakini tunasema elimu pekee haitoshi, ni lazima kuwe na ushirikiano wa dhati kati ya sekta binafsi na taasisi za elimu. Nchi nyingi duniani, na hapa kabla sijaenda kwenye mifano ya nchi baadhi, labda tuangalie hizi takwimu ambazo zitaweza kutusaidia kutafakari. Mwaka 2023 kulifanyika utafiti ambao unaonyesha zaidi ya 80% ya waajiri wa sekta binafsi waliripoti kuwa wahitimu wapya hawana stadi zinazohitajika kazini. Na hili ni kweli kwa sababu mimi pia natoka sekta binafsi. Kule sekta binafsi kila kitu tunaangalia ni biashara. Kwa hiyo tunapenda watu ambao wapo tayari kufanya kazi. Kwa mfano tukiangalia biashara tulizonazo, biashara ndogo ni nyingi sana Tanzania. Zinaweza kuajiri vijana wengi. Lakini hizi biashara hazina watu ambao wanaweza kuwafundisha wale watu tunaowaajiri wapya. Hakuna, kwa mfano unaajiri marketing manager, anaenda hakuna mtu mwingine wa kumtrain. Kwa hiyo anaenda moja kwa moja. Kwa sekta binafsi inatamani kupata watu ambao wapo tayari. Sasa
Hizi takwimu zitusaidie kutafakari kwamba huko tunakoenda nini tufanye kupata nafasi kwa urahisi. Lakini ukiangalia pia kuna mahali inasema vyuo vyetu, kwa mfano VETA, mitaala pengine haijajibu nini tunataka. Kuna gepu mahali, mimi nimesoma hapa na naweza nikasema kwamba ni zao la chuo hiki halisi. Hata kazi ni kupata nguvu kazi niliunganishwa kupitia pia chuo hiki. Kwa hiyo tuwapigie makofi mengi sana chuo cha Dar es Salaam. Jamani, hayo makofi yatoshi kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo nataka kusema ni nini? Zamani kulikuwa na program, ukimaliza unaunganishwa na taasisi mbalimbali kwenda kufanya kazi. Na sekta binafsi ilikuwa inatuchukua kwa sababu tayari chuo kina contribute. Kwa hiyo wenyewe wanaona hawana cha kupoteza. Kwa hiyo wakujenga, wanakujenga, wanaona kwa faida yako, lakini pia kwa faida ya ile taasisi kama utaendelea kuwepo. Kwa hiyo ninaamini kwamba tunahitaji kuangalia wapi tunaweza kufanya nini. Lakini nini tunaweza kufanya kuhakikisha tunatatua hii changamoto? Baadhi ya nchi zimekuja na mifumo ambayo ni shirikishi. Sekta binafsi, serikali na vyuo. Kabla ya kuanzisha kozi lazima tujue soko linasemaje, na ndio sababu nimeona watu wa mada wenzangu waliopita wamezungumzia sana kuhusu swala la kuwekeza kwenye research. Lakini pia na nafahamu chuo kikuu cha Dar es Salaam kinafanya research nyingi sana. Pengine hatujaweza hata sisi sekta binafsi kuzitumia vizuri. Lakini wakati wa kuwekeza zaidi kwenye action research, sijui Kiswahili chake kizuri ni research ambazo zinatatua changamoto, zinakuja na suluhu kabla ya kuhitimishwa. Kwa hiyo nafikiri tukienda huko tunaweza kusaidia zaidi. Lakini kufanya kazi na sekta binafsi kwa kushirikiana. Wanafunzi wa marketing kabla hawaja graduate wanajulikana wanaenda kufanya wapi kazi, lakini wamejengwa na sekta binafsi inakuwa tayari kuwapokea. Sasa tunawapokeaje sisi kama hatuna muunganiko na hatufanyi kazi pamoja na vyuo vyetu? Kwa hiyo ni muhimu turudi kule ambapo tulikuwa tunafanya huko nyuma. Lakini nikienda kidogo kwa masuala kwenye eneo la kuwezesha wanawake, hasa kwa mfano wajasiriamali kwenye ujuzi, tunafanya sana kwenye eneo hili. Na tunategemea kwamba wanafunzi wengi wanaotoka vyuoni waajiriwe huko. Lakini tunarudi kule kule kwenye gepu katika ushirikiano na sekta binafsi. Lakini nikienda pia kuanisha namna gani tunaendeleza urithi huu, tunaendeleza urithi wa Mwalimu Nyerere na katika kujenga nguvu kazi yenye tija kwa taifa letu. Mwalimu Nyerere alisisitiza kuwa maendeleo ya watu ni maendeleo ya kweli, na aliamini katika usawa, uzalendo na elimu huru kwa wote. Lakini pia alitamka wazi kuwa elimu ni ukombozi, lakini elimu isiyowezesha mtu kufanya kazi au kujitegemea ni mzigo. Kwa hiyo hapa pia tuna cha kutafakari ni namna gani tuna sera elimu mpya tayari, na tunaipongeza serikali kwa kuja na sera mpya ya elimu ambayo imeweka wazi namna gani inakwenda kufanya kazi kuandaa vijana kuajirika, lakini kutengeneza nguvu kazi yenye tija katika kujiajiri. Sasa sisi sekta binafsi tunaweza kufanya nini kuweza nafasi ya sekta binafsi katika hili? Kwanza, sekta binafsi inatoa nafasi za mafunzo kazini kwa vijana na ajira, na si tu ajira lakini pia nafasi ya kujifunza. Ukiwa unafanya kazi sekta binafsi unapikwa zaidi nafikiri sometimes kuliko hata ukiwa kwenye sekta ya umma, kwa sababu kule kuna mambo mengi sana. Lakini bado wasiwasi wetu ni huo, tukishirikiana na serikali tunaamini sekta binafsi itaweza kujengea uwezo wa watu wengi zaidi. Lakini sekta binafsi inawekeza kwenye teknolojia. Tumeona fursa ya tehama ni kubwa sana na imeleta tija, na vijana wengi sasa hivi wameamka kwenye ubunifu. Lakini kwa sababu ya muda niende moja kwa moja, sitaki nirudie ambayo yameshazungumzwa na wachangia mada waliopita. Nitaenda moja kwa moja kwenye mapendekezo muhimu kuelekea dira ya 2050. Kama kweli tuna nia ya kujenga nguvu kazi yenye tija katika maendeleo ya taifa letu. Kwanza, kama ambavyo nimekwisha gusia, tunahitaji kuweka vivutio vya kikodi ambavyo vitasaidia sekta binafsi kuwekeza kwenye kujenga wa vijana.
Kwa kampuni zinazowekeza kwenye mafunzo ya kazi au kutoa internships, biashara nyingi zinaweza kuajiri ikiwa kuna hizo incentives. Lakini kama hakuna, biashara nyingi zitakuwa na uoga, kwa sababu unatengeneza mtu alafu kesho anaenda kiwanda kingine, wewe unabaki unahangaika, unashindwa kufikia malengo. Kwa hiyo kwenye sekta binafsi tunaangalia zaidi pesa, matokeo, na ni muhimu kutizama hili zaidi. Lakini la pili, kuanzisha mfuko wa taifa ujuzi na kazi. Sijui kama Tanzania tuliwahi kuwa nao, lakini naamini waziri wa mipango na uwekezaji labda atakuja kusema kama tuliwahi kuwa na kitu kama hicho. Mfuko wa taifa wa uwekezaji na ujuzi utasaidia kutoa kusupport initiatives mbalimbali za kujenga nguvu kazi ya taifa. Nchi nyingi zinayo na inafanya vizuri. Na makampuni ambayo yanaajiri watu wengi wanapewa support kuweza kujenga watu ambao wanaweza. Lakini pia sekta binafsi ambao wamewekeza kutoa elimu ya kati sawa na VETA pia wanaweza kusaidiwa kupitia mfuko huu. Lakini la tatu, kufanya usajili wa kitaifa wa mafunzo ya vitendo. Tanzania niliwahi kuambiwa kwamba tuliwahi kuwa na takwimu au kanzidata ya kitaifa ya ujuzi. Sijui kama bado ipo, lakini kama ipo labda huwa hatui update. Tunahitaji kuwa na kanzidata ya taifa ambayo itakuwa ina rekodi vijana wote wenye ujuzi, lakini inaangalia pia wanavotoka, wanaoingia kwenye soko la ajira, wamebaki wangapi wanatafuta nini, na kuweza kuwasaidia kwa urahisi. Na wengine wana ujuzi ambao wanaweza kufanya kazi nje ya nchi, na nchi nyingi duniani huwa zikitaka kuchukua watu kwenye nchi zetu wanaangalia nguvu kazi tulionayo na ujuzi ambao wanao, ndio wanaweza kurequest na tukaweza kupeleka watu wetu kufanya kazi huko na kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na hii platform au kuwa na mfumo ambao utasajili vijana wote ambao wana ujuzi na kuweza kuwasaidia kwa urahisi. Kwa sasa tunategemea takwimu, lakini zinatoka zimegawanyika, hazina coordination pia. Kila mahali utasikia hizi zinasema vijana kadhaa wamegraduate, vijana kadhaa wako katika level hii, lakini hatujaweza kucoordinate vizuri. Lakini pia tunahitaji kusisitiza kwenye usawa wa kijinsia katika sera za ajira. Tunajua tumewekeza sana kwenye masuala ya kuwezesha kuwapa nafasi wanawake kazini na kadhalika. Na mimi nazungumzia hili kwa sababu pia ni mwanamke na ningependa kuona wanawake wakishiriki kikamilifu. Na niwashukuru sana wote ambao mmeona umuhimu wangu kushiriki katika kongamano hili kama sehemu ya kuwakilisha wanawake, kwa sababu sisi wanawake mara nyingi tunakosa na fursa hii. Profesa Kitila anafahamu, lakini pia mheshimiwa mkurugenzi wa kituo cha ubia anafahamu. Mara nyingi hata tukienda kwenye mikutano ya kibiashara tunajishangaa tuko wachache. Kienda Baraza la Biashara la Taifa unashangaa unatafuta wanawake wako wapi. Labda kati ya watu 500 tuko labda 70. Kwa hiyo nafikiri tuna haja ya kuwekeza sana kwenye hili eneo, kuhakikisha kwamba kila kampuni nchini inakuwa na sera ambayo inawezesha wanawake kushiriki kikamilifu kwenye nafasi za uongozi, lakini pia kuwezeshwa kuweza kuwa na elimu inayostahili ya yeye kufanya kazi vizuri. Katika kuhitimisha, nitapenda niseme yafuatayo ambao nafikiri pia yatatusaidia wakati tunaenda kwenye mjadala kuona namna gani tunaenda mbele. La kwanza ni kwamba nguvu kazi yenye ujuzi sio anasa, ni hitaji la dharura la kitaifa. Na bahati nzuri tayari tuna dira ya taifa ya 2050, tuna sera mpya ya elimu na mambo mazuri ambayo serikali yetu inahitaji kupongezwa. Kwa hiyo ni swala la kufanyia kazi kuhakikisha tunatengeneza hii nguvu kazi yetu. Kuna nchi kama Ujerumani, unasoma VETA kama unataka kuwa mkufunzi wa ujasiriamali, mfano kwenye engineering, kwenye kawaida, mtihani wako unafanyishwa na Chamber of Commerce. Yaani umefundishwa serikalini, lakini mtihani unaenda wanakutungia watu wa Chamber of Commerce. Kwa nini? Wale ndio wenye wanachama. Sisi sekta binafsi ndio tunajua tunahitaji nini. Sasa wewe unasema utakuja kutoa elimu kwenye biashara, utakuja kusaidia wajasiriamali. Basi tukuone kweli umesoma, umeelewa, ili usije huku ukaja kuwafanya wajasiriamali wakashindwa kukua. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kwenye utekelezaji wa dira yanaweza kufanywa kazi na yakaleta tija.
Lakini sekta binafsi ina nafasi ya kipekee, sio tu kama mtoa ajira, bali kama mshirika wa kimkakati katika ujenzi wa taifa. Naamini kama ambavyo dira imesisitiza kuiweka sekta binafsi kwenye senta ya kila kitu ambacho serikali itakuwa inafanya kwa miaka 25 ijayo, naamini tutaweza kwenda mbali zaidi na tutakuwa na maendeleo endelevu, kwa sababu ushiriki wa Tanzania ni muhimu sana. Lakini tunaposhirikiana kwa dhati, serikali, vyuo na sekta binafsi, tunaweza kuibadilisha Tanzania kuwa taifa la viwanda, ubunifu na usawa ifikapo 2050. Na mwisho kabisa lakini sio kwa muhimu kwa maneno haya, kwamba na tuache maneno yawe vitendo. Na kwa kumalizia, ningependa kuwashukuru tena Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kunikaribisha kwenye mdahalo huu, lakini pia kuwapongeza sana pamoja na kigoda cha Mwalimu Nyerere kwa kuendeleza majadiliano haya muhimu, na nawashukuru sana. Mungu ibariki Tanzania. Asante.